Njia 4 ambazo utazitumia kutoka kwenye vifungo vya familia. Jambo la kwanza ni kuchunguza vitu ambavyo vinajirudia kwenye familia yenu. Mfano, magonjwa kujirudia. Angalia kwenye nyumba yenu ni kitu gani ambacho kinajirudia. Je, nyumbani kwenu watu hawaolewi au kuna miscarriage, wanapata miscarriage, ama nyumbani kwenu watu wanakufa, kuna miaka fulani ikifika watu hawezi kuvuka, lazima wafe, au kwenu hakuna mtu aliyeenda nje za nchi, ama kwenu hakuna jambo ambalo wameweza kuvuka. Ni kama kuna mstari umewekwa kwenye ulimwengu wa roho kwamba huwezi kupita hapa. Ukiangalia mjombo, ukiangalia bibi, ukiangalia nini, unaona kuna hali ambayo wanayo inajirudia. So utakapospot utajua kwamba hicho ni kifungo ambacho kinasababishwa na madhabahu za familia. Jambo la pili ni kubadilisha ama kujenga mfumo wa imani, building a belief system. Ondokana na utaratibu wa kawaida, kwamba mfano taratibu ni kuamka asubuhi, kwenda kupiga mswaki, kuoga, kujiandaa kwenda kwenye shughuli zako. Huo ni utaratibu. Lakini unapojenga mfumo wa imani ni unapokuwa unaamka alafu unasema embu niombe hivi ninavyoomba, nitakavyoenda kwenye kazi yangu na biashara yangu kuna kitu kitabadilika kwa sababu ya haya maombi. Mfano, jambo lingine, unapokuwa labda unasema kwenye biashara yangu kila kipato nitakacho napata, ama kwenye kazi yangu nitakuwa natoa fungu la 10, nitakuwa natoa sadaka ya shukrani, na nitakuwa naweka akiba. That's the belief system. Ni mfumo wa imani ambao una introduce kwenye maisha yako, ambao unaamini kwamba utaleta matokeo chanya kwenye maisha yako. Utakapofanya vile, utahakikisha kuna vifungo vingi ambavyo kwenye familia vinaweza kuvunjika, kwa sababu watu wa nyumbani kwenu walikuwa hawafanyi hivyo. Jambo la tatu ni damu ya Yesu, kutumia damu ya Yesu. Biblia inasema tukiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, tazama mapya yamefanyika. Unapokuwa unakubali kumpokea Yesu Kristo na kukiri kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yako na kutumia damu ya Yesu, basi unapata nguvu ya kuweza kuvunja yaliyopita. Kusoma kwenye kitabu cha Warumi 6:6 utaona ya kwamba jihesabie. Biblia inasema ukilijua neno hili ya kwamba wewe mwili wako wa zamani ulibatilika pamoja na Kristo, ulikufa naye ukafufuka naye, na maana dhambi isitawale. Si tu dhambi, bali hata zile madhabahu za nyumbani kwenu zisikutawale zikakupangia kwamba wewe usiishie pale. Unakuwa kama mbuzi ambaye amefungwa kamba, atakula hapa lakini hawezi kwenda kula kule. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu zina mtindo wa kumfanya mtu anakuwa kama mbuzi. Haijalishi ni mkubwa ni mnene, unaweza kutali ng'ombe likubwa lakini limefungwa kamba kwenye mti, linakula tu majani ya hapa, lakini atakuwa kuna majani makubwa kiasi gani haliwezi kufika. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kinakuwa kama kinashikilia. Jambo la 4 nikasema maombi na mfungo. Ukitaka kuvunja madhabahu za giza ama za madhabahu za familia yenu, lazima uwe ni mtu wa maombi na mfungo. Sasa nikasema njia nzuri ya kuomba, sio kwamba unaomba tu randomly. Tengeneza utaratibu wa kuomba. Mfano, unaweza kuwa unasema mimi kila siku saa 9 nitakuwa naamka na sali, alafu kila mwanzo wa mwezi, siku 7 za mwanzo wa mwezi mimi nitakuwa nafunga. Hiyo ni desturi yangu, kwa inakuwa ni maisha yako. Utakapojenga ule mfumo, kumbuka madhabahu ni kitu ambacho kimewekwa na adui ili kijirudie kuendana na maisha ya watu wa familia kwenu mnavyoishi. So unapojenga mfumo mpya kama wa maombi na mfungo, kwa vyovyote vile, Yesu anasema jambo hili halitawezekana bali kwa kufunga na kuomba. Unapata ile nguvu ya kuvunja vile vifungo vya familia. So these are the 4. Na ya 5 nakupa bonus. Unahitaji upako ama mtu mwenye upako. So ukiangalia kwenye kitabu cha Isaya, anasema ya kwamba nira ikaondolewa kutiwa mafuta, na ule mzigo mabegani mwake ukaondolewa kutiwa mafuta. Sometimes unaweza kutumika kwenye kifungo hicho kwa muda mrefu. You will need an anointing. Utahitaji upako. Either wewe upokee upako wa Roho Mtakatifu ama ukutane na mtu ambaye amepakwa mafuta. Ukisoma story kwenye kitabu cha Samueli, unakuta kwamba Sauli alikuwa na changamoto ya mapepo. Akaja akaletwa mtu ambaye ana upako, ambaye alikuwa ni Daudi. Alikuwa akipiga mziki, mapepo kwenye mwili wa mfalme Sauli yalikuwa yanatoka. So you need unapokuwa unaona kwamba mambo ni mengi yanajirudia nyumbani kwenu, kuna vitu vina shida, tafuta mtu ambaye amejazwa na Roho wa Mungu, ana upako wa kuweza kufanya deliverance, aweze kukuombea na utatoka kwenye hicho kifungo cha familia. When you ensure these 5 things, ukafuata hivi, na kuhakikishia vifungo vingi sana vya familia vitakuwa vimevunjika. I hope that's a quick recap ambayo tumeifanya. Hiyo ni